kubali kufundishwa, kubali kuonywa, kubali kuelekezwa, ili siku moja wengine waseme haleluya, hatukujua ile mama atafika pale. Haleluya, hatukujua ile kijana atakuwa hivi. Ni wangapi waliokuwa najua mimi kama atasimama hapa? Hakuna. Mimi nilikuwa msabato. Ngoja nikwambie. Nilikuwa msabato. Tena nilikuwa msabato kutoka nyumbani, baba yangu na mama yangu ni wasabato. Nikatoka kule nilikuwa na usabato wangu, lakini dhambi iko pale pale. Pamoja na usabato huo, maana wasabato wanasema siku ya Jumamosi usifanye hivi, lakini pombe unakunywa. Uzinzi unafanya, wanaangalia tu hili. Haya mengine yako wapi? Maana Mungu anasema kama ukiharibu wangu ni moja, zote zimeharibika. Hey, wewe hebu pigia Yesu makofi tena kwa mara nyingine. Haleluya. Haleluya. Namwambia mke wangu, mama, ukitaka hebu njoo. Zamu yako leo. Namwambia ukitaka kuwa mtumishi wa Mungu mzuri, sikiliza yale mimi naendelea kufundisha. Yale mimi kwa sababu mimi siwezi kukwambia nenda kaibe, nenda utokane. Nakwambia hilo acha, ili acha. Ukienda pale kanisani tayari moyo wako umeshapondeka. Kila ambacho baba atasema utakisikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pamoja na urefu wako, lakini mimi ni mume wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio shida ya watumishi wa Mungu wengi. Wana shida hiyo. Wakimuona mtu ni mfupi kwao, wanamdharau. Lakini kilichoko katika moyo wake sio kifupi, ni kirefu zaidi ya wao. Bwana Yesu asifiwe. Baba yangu, huyu hapa baba yangu, siwezi kumuonyesha kidole. Mnamuona? Ni mrefu. Lakini kile kilichopo mwilini mwake ni kifupi. Ngoja. Tuhesabu. Kama kuna wachungaji CP, Bwana amewabariki ni baba. Kama mtu hatabadilika hapa, hata kama moto wa Yesu ukiwa mwingi, habadiliki. Hata kama unahama makanisa 7, kama ukitoka hapo ukiwa mtupu na jicho lako bila kutoboka, wewe sasa ni suku. Mwambie jirani yako, nasikia injili. Amina. Anasema heri mtumwa asikilizaye mafundisho ya bosi wake kuliko mwana ambaye ni mpumbavu hata liti kitu huyo. Sasa kuna watu wanakuja hapa, wanaombewa, wanahubiri neno, wanaokoka. Wewe mwenye kanisa hili bado uko pale pale. Uko pale miaka 7 unajivunia mimi ni mzee wa kanisa na kitambe juu. Mimi sijui ni nani, mimi ni mwanakwaya. Kwa Yesu hakuna mwanakwaya. Yesu hakuja duniani kuwafanya watu wawe wanakwaya. Alikuja kuwafanya watu wawe wanafunzi waliokoka na kutubu dhambi zao. Hao watamwona Yesu kama alivyo. Hebu pigie Bwana makofi. Kwaya ni huduma kama huduma nyingine yoyote ambayo Mungu akikupendelea anakupa. Uimbaji ni huduma kama huduma nyingine yoyote. Mungu akitaka anakupa. Usiabudu huduma, uabudu Yesu aliye hai. Maana watu wanaabudu huduma za kwaya kana kwamba zitawapeleka mbinguni. Unaweza ukaimba, ukaruka ukakatika unachotaka, mbingu utaikosa. Amina. Tena kuikosa mbingu padogo tu, kuikosa mbingu padogo. Kwa nafikiri watu wanaokosa mitihani wanafeli pakubwa, kidogo tayari karatasi yao ipo kule, jina halipo. Sasa siku ikifika fulani unawasikiza, pengine mimi nitaitwa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti ya mwana wa Mungu watakapoisikia, wale waliokufa watatoka makaburini. Leo ni zamu yako ya kutoka kaburini. Kwa jina la Yesu pokea uzima. Kwa jina la Yesu badilika. Kwa jina la Yesu okoka. Amen. Sema hapo sasa. Amina. Wanaume tuliooa, Mungu ametupa neema. Usifikiri ndoa ni akili zako.
Ukipata mwanamke mzuri kama kwangu mrembo huyu, Bwana ni mwaminifu. Haleluya. Ninawatahadharisha vijana ambao hamjaoa, kaeni mbali na huyu, maana nimemtolea mali nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoa mali nyingi. Yaani mpaka soli ya kiatu ikaisha. Na ndio maana unaona ananishia kama mzee, vile viatu vyangu vilivyokuwa vinaisha hivi hapa. Haleluya. Vijana wa leo wanasema nisioe, nitadandia wake za watu. Sumu. Acha. Ukikutwa hutaokoka. Mabinti wa sasa